homa na kukojoa baada ya tendo la ndoa. Epuka sabuni zenye harufu kali na bidhaa katika eneo la sehemu za siri. Tumia sabuni zisizo na harufu kali na maji safi kwa ajili ya kusafisha. Vaa chupi za pamba zinazoruhusu hewa kupita na epuka nguo zinazobana. Vua nguo zenye unyevu au jasho haraka. Tabia hizi rahisi zinaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa hatari yako ya kupata UTI. Kufanya hivi mara kwa mara ni muhimu kwa kuzuia UTI. Mabadiliko madogo ya mtindo wa maisha yanaweza kuleta tofauti kubwa. Linda afya ya mfumo wako wa mkojo kwa kutumia hatua hizi rahisi. Hadithi za uongo dhidi ya ukweli kuhusu UTI. Kutofautisha ukweli na uongo. Imani nyingi kuhusu UTI ni hadithi za uongo. Kawaida UTI inahitaji matibabu, haitaondoka yenyewe. Kupuuza UTI kunaweza kusababisha matatizo makubwa, kama vile maambukizi ya figo. UTI ni kawaida zaidi kwa wanawake, lakini inaweza kuathiri mtu yeyote. Juisi ya cranberry inaweza kusaidia kuzuia UTI, lakini haitatibu iliyopo. Daima tafuta ushauri wa daktari ikiwa una dalili za UTI. Kuelewa ukweli kusaidia kudhibiti UTI vizuri. Usiruhusu hadithi za uongo kuzuie kupata matibabu sahihi. Endelea kujifunza ili kulinda afya yako. Kutibu UTI, umuhimu wa huduma ya kitaalamu ya matibabu. Ikiwa unashuku una UTI, muone daktari kwa uchunguzi sahihi. Kipimo cha mkojo kinaweza kuthibitisha maambukizi na kutambua bakteria. Madaktari huagiza antibiotics kutibu UTI vizuri. Tumia antibiotics zote kama ulivyoelekezwa. Kusimamisha mapema kunaweza kusababisha maambukizi kurudi au kuwa mabaya zaidi. Huduma ya kitaalamu ya matibabu inahakikisha kupona haraka. Kupuuza dalili kunaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya. Matibabu ya mapema huzuia matatizo kama vile maambukizi ya figo. Daima wasiliana na mtoa huduma wako wa afya kwa dalili za UTI. Huduma sahihi ni muhimu kwa afya yako ya muda mrefu.